Singo mme. Wazee Kibi. Reverend Kigalala. Wacha nichukue hii nafasi sasa. Kigalala ni kufukuza shetani kanisani. Wacha nichukue nafasi introduce before niite SG Midiwo. Nimemwona hapo ametumia salamu. Bwana Gaddafi yako hapo, msichana wetu Zuena. Sasa wacha nichukue hii nafasi kukaribisha. Sisi ndio? Sisi ndio. Sisi ndio? Karibu sana. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwanza kwa uongozi wa kanisa la St. Peter's hapa Kisaji, nataka nichukue fursa hii niseme asante kwa kutukaribisha kufanya ibada na hii hapa, na wenzangu wamenipa jukumu kidogo ya kwamba tumeangalia hali ya hili hekalu. Hatukujua tutatoshea sisi sote hapa, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumetoshea. So tunakabasha kidogo kama asante yetu ambaye tumeweka pamoja ili tupeane kwako, na tunataka tukuambie ya kwamba sisi tunaelewa maandiko yanasema sio mikono yote ambaye inaruhusiwa kujenga hekalu la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tulisema hii bahasha ukiweka hapa kitu ikuwe ni pesa yako safi. Hatutaki kuchanganya na pesa ingine ya ukora ambaye itapelekea kwamba uwepo wa Mwenyezi Mungu usishuke juu ya madhabahu yetu. Kwa hivyo Reverend, naomba kwa nafasi hii nikukabidhi hii bahasha hii. Siwezi kukupatia hii, nimepewa hii. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana na Mungu awabariki. Sasa kuna nyingine kwa simu pale, Mheshimiwa Mawadi anaomba mumpatie paybill yenu ili aweze kuweka pale, paybill iko pale. Asante sana Mheshimiwa Mawadi. Sasa mimi ndio nyinyi. Na nyinyi ni kina nani? Kwa maombi yenu nasimama hapa leo tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2026 nikiwa bado katibu mkuu wa chama Seneta wa Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Sisi vile tumehubiriwa hapa leo tunapitia mengi, lakini nataka nikuhakikishie Reverend kwamba yale mahubiri ambayo umetupa hapa imetuongezea nguvu ya kwamba hata iwapo tutaandamwa, hata iwapo tutachorewa, hata iwapo tutapangiwa, Bwana ndiye mchungaji wetu na hatutaogopa kitu chochote. Tutaendelea kuongea ukweli ili tuweze kulinda wananchi wetu kutokana na dhulma ya Kasongo, kutokana na ufisadi ambao umekithiri Kenya hii, kutokana na mauaji, kutokana na abductions za vile vijana wetu kama hawa kina Bob Njagi. Wamepitia mengi sana hawa vijana. Na ni jukumu letu. Baba Raila Amolo Odinga alikuwa anatuambia ukiwa kiongozi huwezi kujiongoza wewe mwenyewe. Lazima uongoze watu. Unapochukua hata hatua moja, geuka nyuma uone kama bado wanaishi wako na wewe. Na sisi tutashikilia hapo. Nataka niwashukuru wa Kenya wote kwa sababu mmejigeuza, nyinyi ndio mimi. Mnanipa comfort ya kwamba hata wakimaliza Sifuna huyu, Sifuna wengi zaidi ya milioni 15 wengine wataendelea na hii. Sasa mimi nimefurahi kuja hapa Kisaji. Nataka niwape story fupi sana kuonyesha jinsi ambavyo uchumi ya nchi imekuwa mbaya. Mimi nikianza kazi ya uwakili, hizi maploti za Kisaji hapa watu walikuwa wanaweza kuja kununua, ndio ilikuwa inatupea kazi ya uwakili. Sasa hii ukiwa wakili mdogo unajaribu kufungua ofisi, zile pesa ambazo machama ya kina mama walikuwa nayo kuja kununua maploti hapa, siku hizi hakuna mtu ana uwezo wa kufanya yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya. So unakuta mawakili ambao ni wachanga sana, wanakuta hawawezi kujisaidia, uchumi umesimama, watoto wetu hawako shule, mambo inaenda vibaya kila mahali, hata katika sekta ya afya. Lakini wanasema tunyamaze ama tukiongea watutoe katika nyadhifa zetu. Mimi nataka niwahakikishie wananchi, kuna sababu ambayo tumesema tulinde wananchi. Niwaambie hiyo sababu. Hivi vyeo yote inapeanwa na wananchi. Mimi nitawalinda leo, mtanilinda kesho. Ndio? Ndio inatakikana. Nataka nikamilishe
nataka nikamilishe kwa kuwatambua maseneta ambao wako hapa. Nataka nijulishe seneta wa kutoka Kisii ambaye ni Mheshimiwa Richard Onyonka, yuko na sisi hapa. Mheshimiwa Onyonka, kwa sababu wenzetu wa bunge la kitaifa walisalimia, wewe salimia pia kwa